Hello mpenzi wa simulizi inayokwenda kwa title ya The Origin of Israel. Leo nataka kukusimulia story nyeti sana inayomhusu mfalme katili ambaye Biblia inatueleza kwamba asili yake anatokea katika kabila la Benjamin. Hili ni kabila moja wapo kati ya zile kabila 12 za Israel, na asili ya hizi kabila ni wale watoto 12 wa mzee Yakobo ambao wamezungumziwa katika kile kitabu cha Mwanzo, na tunaambiwa kwamba hawa watu zamani walikuwa wanaishi katika nchi moja hivi inaitwa Kanaani, na kulitokeaga njaa, kwa hiyo wakaamua kukimbilia Misri ili waweze kuokoa nafsi zao. Mwisho wa siku wakajikuta wameingia katika utumwa ambao waliteseka kwa muda wa miaka 430. Ndipo Mungu alipowakumbuka kwa kurejea ile ahadi ya baba yao Ibrahim na kuwatoa katika ule utumwa. Sasa tunaambiwa kwamba ile kabila la Benjamin lilikuwa ndilo kabila dogo kabisa kuliko kabila nyingine, na halikuwa na status kubwa kulinganisha na zile kabila nyingine ambazo zilikuwa na umaarufu mkubwa. Na mfano wa kabila ambazo zilikuwa na status kubwa ni kabila la Yuda ambalo lilitoa watu maarufu sana. Mfano watu hao ni Daudi ambaye alikuwa ni mfalme wa taifa la Israel, na kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia utagundua kwamba Daudi ametrend kwa matukio mengi sana katika Biblia. Lakini pia kulikuwa kuna mfalme fulani hivi ambaye alikuwa na hekima na aliitwa Suleiman. Huyu naye anatokea katika ukoo wa Yuda au kabila la Yuda, na yeye pia ametrend kwa matukio mengi sana ya kusisimua. Na mfano wa matukio hayo ni kama vile huyu mfalme kuoa wanawake 700, lakini pia akajiongezea na masuria 300 ili waweze kuwasaidia wale 700. Kwa hiyo tunagundua kwamba mfalme Suleiman alikuwa na wanawake 1000. Sasa kuna kabila lingine linaitwa kabila la Lawi. Hili lilikuwa linahusika na kupokea sadaka na kufukiza uvumba katika madhabahu, na watu ambao walikuwa wanahusika na kufanya hizo shughuli walikuwa wanaitwa makuhani. Hao walikuwa wanaingia katika hema ya kukutania kisha wanazungumza na Mungu kwa niaba ya watu wa taifa la Israel. Na mfano wa watu hao ni Musa na Haruni ambao waliwatoa wana wa Israel katika nchi ya Misri, ambayo watu hawa walikaa utumwani kwa muda wa miaka 430. Sasa katika historia yetu ya leo tunakwenda kumfahamu mfalme mmoja hivi ambaye alikuwa ni dhalimu, katili, binafsi na mtu ambaye alijipenda mwenyewe, na si mwingine anaitwa Sauli. Huyu alikuwa ndo mfalme wa kwanza kabisa kukikalia kiti cha kifalme pale Israel, na kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba huyu ndo alikuwa mfalme wa kwanza kuzindua mfumo wa uongozi wa kifalme pale Israel. Tunaambiwa kwamba hapo zamani za kale, kabla ya wana wa Israel kupata mfumo wa kifalme, walikuwa na uongozi ambao ulikuwa unaitwa uongozi wa waamuzi. Yaani Mungu alikuwa anaamua kumchagua mtu mmoja ili aweze kuwaongoza watu wote wale ambao aliwatoa kule Misri, na yule mtu alikuwa amempa majukumu ya kuhakikisha kwamba anaamua kesi mbalimbali za watu, anawasaidia watu kwenda vitani. Na ukitaka kupata story hii kwa ukamilifu zaidi unaweza ukasoma katika kitabu cha Waamuzi. Utagundua kuna baadhi ya watu ambao waliinuliwa kama wasaidizi katika vita, na mfano wa watu hao kuna mtu anaitwa Yefta, kuna Gideon, kuna Samson, kuna Yoshua mwana wa Nuni, hata Musa pia aliwahi kuwa mwamuzi na aliwahi kuamua kesi nyingi sana pale Israel. Sasa tunaambiwa kwamba
Huyu Sauli alipata hii nafasi na yeye ndo alifungulia dimba la kuwa mfalme kwa taifa la Israel. Sasa Biblia inatuambia kwamba baada ya wana wa Israel kutoka kule Misri na kuingia Kanaani, waliwakuta watu ambao walikuwa wanakaa katika ile nchi, lakini yalikuwa ni majitu ambayo yanatisha. Kwa hiyo Mungu aliwasaidia kuwaondoa wale watu na kuwafukuzia mbali. Sasa unaambiwa kwamba Mungu hakuwaondoa wote kabisa, kwa sababu alitaka waendelee kupata uzoefu kwa wale watu. Kwa hiyo mwisho wa siku wana wa Israel, wanaume wakajikuta wameanza kuoa wanawake wa Kikanaani, na wanawake wakajikuta wameolewa na wanaume wa Kikanaani. Mwisho wa siku wakakengeuka na kuanza kuabudu miungu na mizimu ya Kikanaani. Hapo ndipo hasira ya Mungu ilipowaka na kuamua kuwaacha yale majitu ili yaweze kuishi, kwa sababu plani za Mungu zilikuwa ni kwamba baadaye aje kuwaondoa wale watu katika ile nchi ya maziwa na asali ili Israeli waweze kutawala. Kwa hiyo Mungu akawaacha Wafilisti, Wahiti, Waamori, Waperizi, Wahivi ili waweze kukaa katika ile nchi kama adhabu kwa taifa la Israel, na waliwatesa sana na kuwaonea. Sasa Biblia inatueleza katika kitabu cha Samueli kwamba adui mkubwa wa taifa la Israel alikuwa ni Mfilisti. Na kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia utagundua kwamba kuna mtu fulani hivi alikuwa anaitwa Goliathi, alikuwa akiwatishia wana wa Israel kwa siku 40 usiku na mchana, kwamba kama wenyewe wanamwabudu Mungu ambaye ni wa kweli na wanasema kwamba amewatoa Misri katika utumwa, basi waweze kusogea na kupigana naye. Lakini mwisho siku utagundua kwamba wana wa Israel walikuwa wanaogopa sana. Lakini pia ukumbuke wakati huo walikuwa na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Sauli, aliyetakiwa kuwaongoza watu katika vita, lakini tunaambiwa kwamba Sauli na mwenyewe alikuwa anaogopa sana. Sasa kuna kijana mmoja hivi anaitwa Daudi akatokea na kwenda kumuua Goliath. Sasa hii story ya Sauli, ya Daudi na Goliath ni story famous sana ambayo kila mtu anayo kichwani, na hata mtoto mdogo ukimwamsha katika usingizi ukamwambia akusimulie story hii anaweza kuielezea. Lakini utagundua kwamba kifo cha Goliath kilizua mtafaruku mkubwa sana kati ya Sauli na Daudi, kwa sababu Daudi alijikuta amejichukulia status kwa wanawake wa taifa la Israel, kwa sababu alifanikiwa kumuua mbabe wa taifa la Israel ambaye alikuwa anaitwa Goliath. Kwa hiyo mwisho wa siku Sauli akaona wivu na kutaka kumuua Daudi. Na wale wanawake, kuna wimbo fulani hivi ambao walikuwa wanaimba, wanasema kwamba Sauli ameua watu 1000 lakini Daudi ameua 10,000. Sasa tunaambiwa kwamba baadaye hao Wafilisti walikuja kumuua mfalme Sauli kwa ukatili sana. Walichukua kichwa cha mfalme Sauli wakaondoka nacho, kwa sababu walipomaliza kumuua walimkata shingo, wakaondoka na kichwa chake na kwenda kukitundika katika nyumba ambayo alikuwa amewekwa yule mungu wao anaitwa Dagon. Na kile kichwa walikitundika mbele ya ile Dagon ambayo ndio mungu wa Wafilisti, kiashiria cha kumshukuru mungu wao kwamba amewasaidia, wameweza kumuua mfalme wa kwanza kabisa wa taifa la Israel. Biblia inatueleza katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 9 hadi 18 kwamba Sauli alikuwa ni mfalme dhalimu, katili, mnyonyaji, binafsi, na mfalme ambaye alikuwa hajali hisia za watu kabisa. Yani tunaambiwa kwamba Sauli alikuwa ana roho mbaya sana. Ni Biblia inavyoelezea, inamuelezea kama mtu ambaye alikuwa sijui nisemeje, lakini Biblia imeeleza sifa za mfalme Sauli. Story na kwenda kwa title ya The Origin of Israel. Usiache kusubscribe katika YouTube channel ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa story hizi. Na kama